Huoni hata aibu mbaba? Wenzio wote sasa hivi wapo huko kwenye utafutaji. Lakini wewe unalala tu kapono. Kazi ukiamka tu kuulizia chai. Kamdomo wako. Mimi ndio maana tokea mwanzo nilikuwa na mashaka kukuoa wewe. Maana unaongea sana kawa uza mitumba Kariakoo. Na mie ukileta za kuleta, ukiniletea masokolo kwinyu kaa haya, mie naondoka zangu, naenda tafuta tu chimbo lingine. Shida yako wewe Bakishundu, ulikimbia memkwa na zile shisha ulizokuwa unavuta enzi za ujana wako. Ndio maana zimekumaliza kabisa mume wangu. Yaani umeregeregea tu. Haya, na kama unavyojua vijana wa mtaa huu walivyo washenzi, watakushenyeta kiboga. Hapa sasa hivi ndo naanza kukumbuka yale maneno ambayo nilikuwa naambiwa kuwa uyaone. Yaani hapa tu mimi sijui nimeolewa. Haiwezekani mwanamke unaniambia tu maneno ya hovyo muda wote. Kila muda wewe unansema tu. Mimi nakwambia nalegea mwezio, njaa inaniuma, lakini unanijibu ujinga. Mie nalegea mke wangu, nalegea. Hivi mama, unadhani anachonifanyia baba ni sahihi? Kwa nini jamani? Mimi ni mtoto wa kike, ni haki yangu kuolewa. Na huu ni muda wangu kabisa umefikia mimi kuolewa. Lakini naona baba anaweka kipingamizi. Mama, nisaidie kuongea na baba. La sivyo mimi nitachukua maamuzi magumu. Kwanza usilie mwanangu. Wewe mwenyewe unamjua baba yako, dishi lake kuna muda kama linayumba. Yaani muda mwingine anakuwa na akili na muda mwingine anakuwa hopeless kabisa. Haiwezekani jambo la heri kama hili yeye analeta vipingamizi ambavyo havina hata maana. Lakini mimi nitaongea naye mwanangu, usijali. Wewe nenda kalale, mimi nitaongea naye. Ukula nina kwenye nyumba yangu sihitaji. Utofyala kwenye nyumba yangu mimi sihitaji. Yaani binti ni mzae mwenyewe, halafu anatokea mtu mvuta shisha asiyekuwa na maadili wala akili timamu, ananivunjia heshima ndani ya mji wangu, ndani ya nyumba yangu. Subutu. Labda mimi sio mzee Nyampua. Hakuna ndoa hapa. Jamani, baba Kinembe, Shunu wangu, usiku wote huu unaongea mwenyewe, tena kwa sauti hiyo. Kwa nini lakini jamani? Yaani mimi mke wangu ufirangoto ndio sihuhitaji. Ndio maana nakaa muda wote naongea peke yangu, kwa sababu ya ufirangoto ambao unaendelea katika mji wangu. Mimi nina hasira sana mke wangu. Haiwezekani wala sintokubali. Yaani sintokubali kabisa. Mwanangu Kinembe binti Kigoli huyu, mtoto mweupe mashaallah, amebarikiwa, aolewe na vijana wavuta shisha, vijana wa hovyo kabisa mtaani, vijana waliokimbia memkwa. Mimi sintokubali. Mbele yangu, mbele yake, sintokubali kabisa. Hapana jamani, Shunu wangu. Baba Kinembe, mimi Kinembe nimekaa naye na nimeongea naye, kanaelezea vizuri kabisa kwamba yule kijana anayetaka kumuoa hana shida kabisa, na kijana mwerevu sana. Baba Kinembe, mume wangu, nielewe basi, nakupenda sana Shunu wangu mswiti. Sasa kumbe kama yeye sio mvuta shisha, kwa nini anatuma washenga ambao ni mbumbumbu kichwani, washenga ambao wametoroka memkwa, wanakuja nyumbani kwangu kunivunjia heshima kabisa? Sasa sikia mke wangu Kigoli, mimi sina shida kabisa na mwanangu Kinembe na natamani aolewe. Sasa mwambie ampigie simu huyo kijana wake, amwambie aje nyumbani nije kuzungumza naye. Jamani, futa langu, huba langu. Hapo leo sasa umeongea. Ngoja nikamwambie Kinembe kuwa baba yake amekubali. Ndio maana nakupenda Nyampua wangu. Hilo pua lako mingi liona tu linanikosha kosho. Sasa mwanangu Kinembe, najua leo utafurahi sana, na nina habari njema kutoka kwa baba yako. Amekubali, lakini amesema umpigie simu huyo mtu wako, umwambie aje hapa nyumbani, aje kuzungumza naye baba yako, na imani utakuwa umefurahi sana mwanangu Kinembe. Oh my God, mam. Jamani mama, wow jamani. Nina furaha kweli kama baba amekubali. Jamani, sasa naona kabisa jambo langu linakwenda kufanikiwa. Mama, ngoja nimpigie simu sasa Kishundu aje azungumze na baba. I love you mom.
Wanaume tumeumbwa mateso kuhangaika. Yaani mimi kila siku kupiga punyeto kwa sababu ya mzee yule Nyampua hataki kunipa mie nitoe posha. Yaani yule mzee ni mzee wa ajabu sana. Halo mpenzi wangu Kishondo, unaendeleaje huko? Yaani nimekumisi mno, haujui tu. Yaani mpaka muda mwingine nashindwa hata kujizuia huko nyumbani. Lakini leo nina taarifa nzuri ya kukupa mpenzi wangu Kishondo, na imani utafurahi sana. Jambo letu Mungu amelisimamia. Baba yangu mzee Nyampua amekubali mimi wewe kunioa, lakini amesema kuwa anahitaji mazungumzo na wewe. Hivyo nahitaji uje nyumbani uzungumze na baba mpenzi wangu Kishondo. Tafadhali usiniangushe. Acha mashi haya Kinembe, unasema ukweli. Shasha ngoja, nakuja shasha hivi, nakuja hapo. Shasha hivi hapa Kinembe mke wangu, nishubirie hapo, nakuja shasha hivi.